Yes, shalom shalom mtumishi wa Mungu au mtu wa Mungu, nikukaribishe sana katika kipindi hiki hapa, lakini awali yote nikusalimu tu katika jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Majina yangu naitwa Brother FM, unaweza kaniita hivyo na pia unaweza kaniita Foster Stembridge Mtega. Karibu sana katika kipindi hiki hapa. Mada yetu mezani, tunakwenda kuangalia siku ya tarehe 28 mwezi wa 3, event itakayofanyika siku hiyo katika ukumbi fulani hivi amazing sana, ukumbi wa chuo cha sukari Kilombero. Na hapa niko na mtumishi wa Mungu Pastor Faraja, atakwenda kujielezea zaidi au atakwenda kuelezea zaidi event hiyo ambayo itafanyika siku ya tarehe 28 mwezi wa 3 pale katika ukumbi wa chuo. Karibu sana mtumishi. Asante sana ndugu mtangazaji. Amina. Na watazamaji wanapenda kukufahamu kwa undani zaidi, wewe ni nani, unashughulika na nini, na event hii pia inahusiana na nini? Hebu waambie kile kitu ambacho wanatamani kusikia hivi sasa. Asante sana. Yes. Nikusalimu katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amen. Kwa majina anaitwa Pastor Faraja Isaac Kechegwa. Tumeandaa ibada ya usiku wa rejesho ambayo tunategemea itafanyika katika ukumbi wa chuo cha sukari tarehe 28 mwezi wa 3 mwaka 2025. Ni kwamba ibada hii inafanyika chini ya huduma ya Under the Shadow of the Almighty God, No Foe Can Withstand. Hii ni huduma ambayo iko chini ya Pastor Faraja na Elizabeth Kechegwa. Na ibada hii imeitwa ibada ya urejesho kwa sababu kuna mambo mengi ambayo watu wanayapitia katika jamii ambayo kimsingi hawapaswi wao kama wanadamu kuyasikiliza sana kutoka kwa watu wengine ambao wao sio chanzo cha wao kuwepo katika ulimwengu huu. Na ukiangalia ibada hii tumeipa ujumbe wa hawakujui usiwasikilize. Kwamba kupitia ujumbe huu wa hawakujui usiwasikilize ndipo hapo tunapokuja kupata theme au hii maana ya urejesho. Kwa sababu watu wengi kuna hatima wameshindwa kuzifikia kwa sababu ya kusikiliza mtu fulani anasema nini juu ya maisha yao. Wanashindwa kusikiliza Mungu anasema nini juu ya maisha yao. Lakini kimsingi ni kwamba mwanadamu anatakiwa ajue kwamba hatima ya maisha yake inatokana na Mungu, kwa sababu Mungu ndio chanzo cha yeye kufanyaje kuwepo. Lakini imekuwa kinyume, tunawasikiliza sana watu wanasema nini juu ya maisha yetu na kusikiliza wanasema nini badala ya kumsikiliza Mungu wanasema nini juu ya maisha yetu. Ndio. Okay, wanatamani kufahamu pia hiyo event itafanyikia maeneo gani? Maana nimeweka tu tangulizi, lakini wewe pia unaweza ukawapa uthibitisho kwamba itafanyikia wapi na ni lini wanaweza kufika hayo maeneo. Ni kwamba tukio hili au ibada hii itafanyika ukumbi wa chuo cha sukari. Hapo ndipo ambapo tumepata mahali pa kwenda kufanya ibada na taratibu zote za kuhakikisha kwamba ibada inakuwa katika hali ambayo inastahili zinaendelea kufanyika. Maandalizi yanaendelea na kila kitu kipo vizuri. Cha msingi tu ni kwamba niwaalike ndugu watumishi wa Mungu, watu mbalimbali waweze kufika siku hiyo, kwa sababu ninachoamini ni kwamba Mungu ana haja na watu wake na Mungu atakwenda kujidhihirisha kwa sababu kutakuwa na sifa na kuabudu na kutakuwa na neno la Mungu pia na maombezi. Kwa hiyo tunaamini kwamba kupitia huduma zote hizo Mungu atakwenda kuonekana na kugusa maisha ya kila mtu mmoja mmoja katika nyanja mbalimbali kulingana na uhitaji wa mtu husika. Nimesikia kwamba kutakuwa na wahudumu mbalimbali, waimbaji wa nyimbo za Injili watakuwepo. Waambie umma au watumishi wa Mungu, watu wahusika, hasa wale wahusika watakaohudumu ile siku ya tukio la event hiyo au event hiyo, ni waimbaji gani ambao watakuwepo hiyo siku? Ni kweli kwamba kutakuwa na waimbaji mbalimbali. Kwanza kabisa tutakuwa na mwimbaji binafsi ambaye ni Pastor Epa. Atakuwepo. Pastor Epa atalidi kundi la praise and worship. Okay. Na pia kutakuwa na timu mbili za praise tofauti ambayo moja ni Our Living God Worshipers na Rivers of Grace. Hao pia watahudumu. Pia kutakuwa na kwaya. Itakuwepo pia. Kutakuwa na kwaya mbalimbali, moja wapo itakuwa ni RPC na
Youth Living Water Gospel Choir. Hao wote pia watakuwepo kwa ajili ya kutuhudumia. Okay. Kwa hiyo kwa upande wa uimbaji tuko vizuri, tumejipanga. Tutakuwa na waimbaji na mbalimbali, pia na waimbaji binafsi watakuwepo. Tukiachana na hao ambao nimewataja. Okay. Mungu na kubariki sana. Hivi ulikuwa umejisikia kitu gani mpaka umeweza kuandaa hii event, na changamoto zipi ambazo umekutana nazo katika kuandaa hii event? Ni kwamba kuna kitu ambacho ni Mungu ameweka ndani yangu, kwamba jinsi tunavyoona watu jinsi wanavyoenda katika haya maisha, na mimi pia kuna vitu ambavyo nimepitia binafsi. Kwa mfano, kuna wakati fulani ikiwa masomoni, kuna mzee mmoja aliwahi kusema kwamba kwa umri wako jinsi ulivyo na hatua uliofikia, sijai kuona watu wanafanikiwa. Kwa hiyo kwa umri wako jinsi ulivyo huwezi kufika, yani huwezi kutoboa. Lakini nikasema kwani sitoboe? Sikuweza kumjibu chochote, ila nikazama kimya, nikaendelea na taratibu zingine. Lakini Mungu alikuwa mwaminifu na mwema mpaka sasa ninapozungumza mbele yako. Nimepiga hatua, ni Mungu ameniwezesha, sio mwanadamu, kwa sababu Biblia inasema kwamba tunaweza mambo yote katika tutiaye nguvu. Hatuwezi mambo kwa sababu watu wanasema kitu fulani, hapana. Tunaweza kwa sababu Biblia inatutia nini? Nguvu. Na hatimaye mpaka hapa nilipo ni kwa neema nani? Ya Mungu, sio neema ya wanadamu. Kwa hiyo neema hiyo hiyo ambayo ilinivusha mimi na hao wengine itawavusha na kuwafikisha katika hatima ambazo Mungu amekusudia, sio watu wamekusudia. Ni mtumishi wa Mungu Pastor Faraja akijaribu kukuelezea kile ambacho kitajiri siku hiyo na watu gani ambao watahusika sana katika kuliendesha tamasha hilo la kusifu na kuabudu katika ukumbi ule wa chuo. Kwa neno lako la mwisho Pastor Faraja, watazamaji wanapenda kusikia kwa maana ya mwisho, neno lako la mwisho kabisa. Kwa kuhitimisha, unawaambia nini watazamaji? Ni kwamba ninawakaribisha sana wote muweze kushiriki katika ibada hii, kwa sababu ni matumaini yangu kwamba Mungu anakwenda kuonekana katika maisha yao. Kwa sababu Biblia inasema kwamba kabla sijakuumba katika tumbo na alikujua. Kwamba Mungu alikujua, alinijua kabla ya kuwepo tumboni mwa mama yangu, kabla ya kuwepo tumboni mwa mama yako. Lakini hawa wengine wote wamekujua baada ya kukuona. Lakini Mungu kabla hujaonekana katika ulimwengu huu alikujua. Lakini hawa wengine wote ambao mnakutana nao na wanazungumza mambo mbalimbali juu ya maisha yako wamekujua baada ya kukuona. Kwa hiyo nikukaribishe sana ili ukaweze kujua kwa nini hautaki kuwasikiliza watu ambao wanakuvunja moyo na kukukatisha tamaa kulingana jinsi wanavyokuona. Lakini Mungu anavyokuona na kuona wewe ni wa thamani na kwamba kuna sehemu unaenda yenye utukufu. Lakini kuna vitu unatakiwa uvijue. Utavijuaje? Karibu siku hiyo ili Mungu akazungumze na wewe. Na neno la Mungu tu ambalo linaweza kubadilisha mitazamo na fikra za mtu, kwa sababu neno la Mungu lina nguvu na lina uwezo wa kubadilisha maisha. Nikukaribishe sana, karibu sana, ili wakutane na Mungu akabadilishe maisha na hatima ya maisha yako. Amina, amina. Kwa kuhitimisha, amehitimisha hivyo Pastor Faraja akiwa anakuambia ni namna gani ya kuweza kumshia Mungu na uweze kujua hatima yako. Uweze kurejea katika event hiyo ambayo itakuwa inaitwa usiku wa urejesho. Uje pale, kuna mengi sana pengine shetani amekuibia, siku hiyo anakwenda kurejeshwa pale. Kupitia kusifu na kuabudu, Mungu atakwenda kutenda miujiza. Asante sana Pastor Faraja, na Mungu akubariki sana. Watazamaji, imekwenda kumsikia Pastor Faraja akiwa ameelezea kwa undani kabisa kuhusiana na event hii ya usiku wa urejesho. Kitu ambacho cha kuzingatia ni kama aliweza kuambia kwamba yako mambo ambayo wewe hapo unatakiwa kuzingatia na uweze kujua hatima yako. Pengine kuna mambo ambayo shetani ameweza kuyaiba, na usiku huo utakuwa ni usiku wa urejesho. Bwana atakwenda kuyarejesha. Karibu sana na Mungu akubariki. Tutaweza kuonana wakati mwingine. Hii ni Montra Studio. Karibu wakati mwingine. Amen.